tofauti na ufufuo, kwa sababu Elia alimfufua kijana wa yule mwanamke ama mjane wa Zarephath. Unakumbuka? Si yeye alifufuka? Elisha akamfufua kijana wa yule mwanamke wa Chuma. Ilitokea ama haikutokea? Ilitokea. Yesu pia hapa anasema amefufuka. Unaona yule kijana, hawa vijana wawili wamefufuka. Yesu mwenyewe alimfufua binti wa Jairo. Ilitokea ama haikutokea? Ilitokea. Yesu akaendelea akamfufua yule kijana wa mjane wa Naini. Alifufuka ama hakufufuka? Alifufuka. Alafu Yesu akamfufua Lazaro. Alifufuka ama hakufufuka? Na maana lazima tuelewe ufufuo huu. Are we together? Lazima tuelewe ufufuo huu ni ufufuo upi. Matendo ya Mitume mlango wa 26. Tunataka tusome kuanzia mstari wa 19 hadi 23. Matendo ya Mitume. Want to do from verse number 19 to 20. Acts 19:26, sorry. 19 to 23. Good. Acts. Paulo mtume mbele ya mfalme Agripa akitetea imani. Ameingiliwa na Wafarisayo, Wasadikao na wapinga Kristo kwa ajili ya hiyo imani. Paulo anamwambia mfalme Agripa, kwa hiyo mfalme Agripa, siku ya asi yale maono ya mbingu. Next verse. Bali kwanza niliwahubiria wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Yudea na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Next verse. Kwa sababu ya hayo Wayahudi wakanikamata nikiwa ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Next verse. Basi kwa kuwa nimeupata msaada kutokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema ya kwamba yatakuwa. Manabii na Musa waliyasema kwamba yepi yatakuwa. Next verse. Mark this. Tusome hii kwa pamoja. 1 2 3 go. Ya kwamba Kristo anabudi kuteswa na ya kwamba yeye Kristo ni kwanza aje, na tumeona kwamba wawili walifufuliwa na nabii Elia na Elisha. Tumeona hata yeye mwenyewe katika huduma yake kabla kufufuka alikuwa amefufua watu. Inakuwaje Kristo anakuwa kwanza? Nayo ni kwa sababu ufufuo wake ilikuwa ni ya kipekee. Tuko pamoja? Watu wote waliofufuka kabla kufufuliwa kwa Yesu walikufufuka kimwili. Yesu ndiye alikuwa wa kwanza afufuke kiroho. Tuko pamoja? Yesu alikuwa wa kwanza kufufuka vipi? Kiroho. Tuko pamoja? Yesu ndiyo wa kwanza aliyetoka katika nchi ya Hades, nchi ya wafu, Sheol. Yesu ndiye alikuwa wa kwanza kutoka pale. Ndio maana maandiko yanasema kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Sasa hapo tunaona dhahiri kwamba ufufuo wa Yesu haukuwa ufufuo kama zile za kawaida. Sawa, alitoka kimwili, lakini kuna vile alitoka kiroho. Ina maana, kwa taarifa yako,
wale wawili vijana ambao walifufuliwa na nabii Eliya na Elisha, pamoja na wote waliofufuliwa na Yesu katika huduma yake, walifufuka kimwili, lakini hakuna hata mmoja alikuwa ametoka katika nchi ya wafu kiroho. Tuko pamoja? Japo walifufuka, bado walikuwa wametengana na Mungu. Tuko pamoja kanisa? Yesu ndiye alikuwa wa kwanza atoke katika himaya, eneo la maiti, yani kufa iliyo ya kiroho, ili katika hiyo akuwe yeye ndiye njia, uzima na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Akuwa yeye ndiye njia, uzima na ukweli, ambapo kwake yeye hakuna mtu wa kumfikia Baba uzimani isipokuwa kupitia kwake. Tuko pamoja? Haya, mimi my aim normally is that the church will understand. Bwana Yesu asifiwe. Understanding is it. You don't need quick fix. Just understand the counsel of God and you will walk in freedom. Bwana Yesu asifiwe. Listen, tumesema Yesu alisema atafufuka kwa sababu yeye ni Mungu. Na ufufuo wake ilikuwa ni ya kipekee, sio ya kawaida. Ilikuwa ni ufufuo wa kwanza ili kuhakikisha ama kuhalalisha ufufuo wa watu kutoka kwa kiroho. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Alright. Now, maana ya ufufuo huo ni nini? Ama tumesema ni ya kiroho, lakini swali linalosema ama niulize hivi, msingi, umuhimu wa ufufuo wa namna hiyo ulikuwa ni ufufuo upi? Bwana Yesu asifiwe. Go to Acts of 1 Corinthians. Tusome 1 Corinthians chapter number 15 verse number 1 Corinthians chapter number 15, tunataka tuanzie mstari wa 16. Hii nataka tusome ufufuo wa Lazaro, ufufuo wa wale vijana, wa wale wa mama wawili, wa Zerafeti na Shuma, ufufuo wa mtoto binti wa Jairo. Hizo zote hazikuwa zinatukuza kwa vyovyote. Kwa pamoja? Hazikuwa zinatukuza kwa vyovyote. Ufufuo huo, ufufuo hizo zote ambazo zimenukuliwa katika Biblia na hata zile ambaye hazijanukuliwa, hazikuwa zinatukuza, hazikuwa zinatuhusu, zinatukuza maisha yetu kwa vyovyote. Tuko pamoja? Are we together? Aha. Lakini ufufuo wa Yesu ndio ingekuwa ingetuguza kwa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu sio pekee ambaye aliandikwa msalabani, na hata hakuwa wa kwanza. Watu walikuwa wanaandikwa msalabani, lakini kule kuandikwa kwa Yesu msalabani ilikuwa ni ya kipekee, kwa sababu hicho ndio ingekuwa kifo ambacho kinatuguza. Tuko pamoja? Hata sisi tuliko hapa Afrika. Tuko pamoja? Hiyo kifo ingeguza mtu ambaye yuko Australia, mtu ambaye yuko Marekani, kifo hichi. Sasa nataka tusome hii kwa pamoja because this is very important. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni kiumbe la kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Ni kiumbe la kipekee. Me, I cannot be cast. Are we together? Siwezi. Hata ujaribu aje, huwezi ukanilaani. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi. Sina laana. Sisi ni baadhi ya watu ambao tulitoka motoni tusiwe na harufu kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Hakuna harufu ya laana mwilini mwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema lakini pastor sina kazi. Uelewi. Yusuf hana chochote. Yusuf amepoteza hiyo nafasi ya kuwa last born ya kudekezwa, amepoteza siku moja. Akapoteza familia in one day. Akapoteza his right as the last born ambaye anadekezwa in one day. And then he sold as a slave who has no right. Joseph hapo ambao wako na haki. Joseph was a slave. Tuko pamoja? Joseph alikuwa mtumwa. Lakini katika hiyo hali yake maandiko yanakuambia na Mungu alikuwa na Yusufu. Wewe unataka nini?
Unasema ona hali yangu, ona ninayopitia. Je, umesadiki mlokole kwamba uko na Mungu? So long as you are with God, you can't be stopped. I'm telling you, so long as you are with God, wewe ndio utatokea ukiwa mshindi. Imeandikwa, sio kwamba unajaribu, ni kitu imeandikwa. Story yako ya ushindi ni kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi. Tusome hii kwa pamoja. 1 2 3 go. Kwa maana wafu. Hebu rudia tena. Maana okay, just back up sorry. 1 2 3 go. Maana kama wafu hawakufufuliwa, Kristo naye hakufufuka. Next verse. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni nini? Halo, imani yenu ni nini? Mngalipo katika nini? Hii itakana ieleweke. Hii itakana ikie sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama Kristo hakufanya nini? Swali kwako wewe, je, Kristo alifufuka? Alisema angefufuka. Kwa nini tumemwamini yeye ni? Halo, kwa nini tumwamini yeye ni? Sema hiyo kwa ujasiri. Tunaamini Kristo alifufuka jinsi alivyosema kwa sababu yeye ni nani? Kanisa, Kristo wetu ni nani? Yesu wetu ni nani? Kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni nini? Bure. Na imani nini? Kila anasema nitaenda mbinguni bure. Na imani nini? Ati mimi mwenye haki bure. Na imani ati nini? Mimi nibarikiwa bure. Imani ya kanisa msingi wake ni ufufuo wa Kristo. Kama hakuna ufufuo, let everyone hear this band, Kapsabet, FC, na everybody go home. Bwana Yesu asifiwe. Tuvunje haya yote, hata hizo matitle tuko nazo, pastor na nini, tuachane nazo. Ikiwa huyu jamaa hakufufuka, ikiwa amechelea kaburini, anaoza kaburini kama Ondeto, anaoza kaburini kama Muhammad, ikiwa anaoza kaburini kama Yesu wa Tongaren, ama nani yule alitangulia? Wanyonyi. Na mwingine alitangulia, Yesu ndiye alikuwa Wanyonyi. Naona? Jehova Wanyonyi. Kama ameoza kama Jehova Wanyonyi, we have no right to have confidence. This is the story of our lives as the church. One, we are sons of God. Amalizia. One, we are what? We are sons of God. Mungu amekupa wana kwa sababu gani? Kisa na maana ya wana wako kwako Mungu ni kwamba ujue kwamba uko na familia. Tuko pamoja? Uko na familia. Kwa sababu Mungu ni baba wa milele, sio baba wa muda. Na sio baba tu wa dispensation fulani. Ni baba wa milele. That comes because Jesus is alive. Two, we have oneness with God. Umoja na Mungu. Wanaweza asifiwe. Umoja ni kitu tulipewa. Tulifanya nini? Hebu enda John the Gospel chapter number 17. I have 10 minutes. Thank you. John the Gospel chapter number 17. From verse number 22. Oneness with God. Ati utukufu nini? Ulionipa nimefanya nini? Okay. Sasa zingine tunaongeanga vitu tunadhani kwamba tunaelewa lakini labda hatujasadiki vizuri. Okay. Kama kuja unisaidie kuhubiri. Utukufu ni huu. Sawa? Utukufu ambao ninao nimewapa. Utukufu uko wapi? Nani ana utukufu? Class ndio tuna apply. Je, tumesema utukufu ni huo, hiyo si ndio?
Sasa anao nini? Anao utukufu. Anaweza kuniomba utukufu kama nani? Baba tunao. Kanisa tu. What you have, you are supposed to understand and use it. What you have, you don't ask. Bwana Yesu asifiwe. Ulicho nacho usiombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Practicals. Brother stuff. Kuna wakati you look sharp. It's amazing. Kuna wakati ulipangia hiyo suti. Kuna wakati kule nyuma ulikuwa unapangia hiyo suti. Au kupangia uko naye. Umeipangaje kama kupangia? Labda mtu amekubariki nayo sawa, lakini kuna wakati hauko nayo. Na sasa uko nayo. Tangia uko nayo, sinaona unaitumia. Na umeitumia katika mkesha wa kutangaza ushindi wa Yesu Kristo. Sizo baraka mlizo nazo mtumie. Na uwezi ukatumia chochote bila kuielewa. Ndio maana kanisa lazima iwe ni shule, sio bali pa sarakasi. Thank you, brother. You have it, use it. You can't use it unless you understand it. We can't understand it unless we are taught. Tuko pamoja? Kanisa mpo? Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao dhambi. Wewe utafundisha Yesu Kiingereza ama lugha ama Kikuyu ama Kalenjin. Mkalenjin hapa ambaye anaweza kufundisha Yesu Kikalea niambie. Mkikuyu ambaye anaweza kufundisha Yesu Kikuyu niambie. Siende aligawa zile Babeli. Siende alikuwa na kawa. Wewe enda na huyu enda na huyu enda na huyu. Siende aligawa. Anaweza kugawa vitu ambaye hana mamlaka juu yake. Mimi utukufu ule ulionipa nimewapa wao ili elewa utukufu. Watu wanatakanga kuona mawingu. Wanajazana kwa mastadi ya ili waone Mungu wapi kwa mawingu. Kwa mawingu. Nini mawingu? Biblia inakwambia wingu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ati tunaona wingu imetangaza hivi, hiyo ni utukufu. Utukufu is not. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu sio geography. Bwana Yesu asifiwe. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao ili kanisa tusome hiyo kwa pamoja ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Je, anasema hapa kwamba Wakatoliki washikane na maSDA na mapentekoste na tuseme tuko na Mungu mmoja, tupendane? No. Bwana Yesu asifiwe. No. Mtu akakwambia tunaomba Mungu mmoja, Muislamu anakwambia unajua habari sisi tunaomba tu Mungu mmoja, wewe unaomba tu kwa njia ya Kristo na sisi tunaomba kwa njia ile mafundisho ya Muhammad. Listen, Yesu alisema I am the way, the truth and the life. If you don't come through me, you don't arrive in the path. So, if me, my Savior, was born of a virgin birth, died on the cross, was buried, and on the third day rose, he is exalted in glory, finished all that was required to be done, and gave us the victory. Na wewe unasema kwamba Mungu hawezi akakuwa na mtoto. Kwa sababu unafikiria Mungu ni mwanadamu, anazaa kama wanadamu. Wangapi hapa ni wana wa Mungu? Hebu weka mkono. Ulizaliwa aje? Haya, hebu tuanze nyuma kwanza. Tuanze nyuma zaidi. Wangapi hapa ni wanadamu? Wangapi hapa ni wanadamu? Yaani unashuku kama wewe ni wanadamu. Wangapi hapa ni wanadamu? Sote hapa tulizaliwa kibiolojia. Kiaje? Biolojia. Haya, wangapi hapa ni wana wa Mungu?
Sasa huyo hakuzaliwa kibiolojia. Ulizaliwaje? Kwa neno. Ulihubiriwa. Ukaamini neno. Hivyo ndivyo ulivyozaliwa. Mungu anazaa kwa neno anayotamka kwa kinywa chake. Tuko pamoja? Amen. So, nani ule utukufu ulionipa nimewapa wao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. It is not interdenominational union. Tuko pamoja? Anaifafanua. Go on, next verse. Here, listen to it. 1, 2, 3, go. Hello. Hebu niambie kama utaona mawingu, mvua. Utukufu ni nini? Mimi nawe ili wawe wamekamilika katika moja. Hebu turudie hiyo utukufu. Mimi nawe. Sasa tunapatikana wapi? Ndani yake. Na yeye anapatikana wapi? Ndani ya Baba. Nitamwonyesha ufulana. Lazima upende Mungu, upende Yesu ndio ufikie. Ndio maana mimi sipigani na mapepo ya hivi ulimwengu ifanye nini? Ujue ya kuwa ndiwe uliyenifanya nini? Uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyo nipenda.